kuna ule ujumbe ambao tulikuwa tunazungumzia kuhusu we had a topic that we are discussing about the topic about the need for growth, umuhimu wako wa kukomaa kama Mkristo. Na ukiangalia mambo ambayo yanaendelea kwa wakati kama huu, ni mambo mengi sana ambayo yanaendelea, na ndiposa nikakuja kukudua ya kwamba unaweza kuonekana kama umekomaa, lakini kumbe haujakomaa katika mambo ya kiroho. Ni watu wengi sana tunadhania kwamba wamekomaa, lakini tunapoangalia kumbe si vile tunavyodhani. Na nilipoanzia nilisema ya kwamba for sure maandiko inasema, Paul anauliza wa Korinto ya kwamba katika 1 Corinthians chapter 3 ya kwamba nilidhania ya kwamba mtakomaa. So jinsi ambavyo nawaongelesha sio vile ambavyo nastahili kuwaongelesha, manake nilifaa kuwaongelesha kama watu wamekomaa, lakini mmekataa kukomaa, diposa na waongelesha kwa namna ambayo naongea. But nikasema ya kwamba kama Mkristo, kwa sababu ya mambo yaliyoko katika taifa letu na kila mahali, mpendwa, there are so many things that are going around. Mambo mengi mpaka yanafanya wengine wanasema naogopa church, ninaogopa kanisa, ninaogopa hili, ninaogopa wachungaji. So kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, lakini ningesema hivi, katikati ya mambo mengi ambayo yanaendelea, ni vizuri ujue ya kwamba hakuna kanisa hata moja, lile unadhani ni nzuri ama lile unadhani si nzuri, hakuna kanisa hata moja itakupeleka mbinguni, wala hakuna mchungaji atakupeleka mbinguni. Kile ambacho kitakupeleka mbinguni ni uhusiano wako katikati yako na Kristo. Maanake njia ni moja na njia ni Kristo. Na hii nasema kila wakati nasema kila wakati ili kwamba ukajue. Maanake si uko hapa kukwambia about me, I'm here to talk to you about Christ, kuhusu Kristo. So ili kwamba wewe kama Mkristo usije ukasema ya kwamba sielewi na sifahamu mambo haya. Basi kuna watu wengi ambao wanaenda makanisa, wengine wanaenda makanisa makubwa, wengine makanisa madogo, lakini kumbe mtu hajakomaa katika mambo ya kiroho. So kuna ile hoja ambao nilizungumzia, nikasema ya kwamba kuna hoja ya kila Mkristo. Hoja gani? Kuna hoja ya kukomaa katika mambo ya kiroho. Na nikasema hakuna kitu baya, hakuna muujiza wa kukomaa, hakuna jinsi ingine isipokuwa ya kwamba chanzo chako utamani kukomaa, uende mahali ambapo utafundishika, ili hatua moja hadi nyingine utaweza kukomaa. Nikasema kuna namna ya kukomaa. Kuna kukomaa ndani ya Kristo, kuna kukomaa katika imani, kuna kukomaa katika mambo ya hekima, na kuna kukomaa katika mambo ya upendo. Manake baadhi ya mambo yote, anasema upendo unafunika mambo yote. So kuna hatua za kukomaa. Na hivyo ninapozungumza mambo haya, ninazungumza manake ninajua ya kwamba ili wewe uelewe na uwe na kitu cha kukufahamisha ya kwamba ni kanisa gani, ni wapi utakapoenda, ni utajuaje mchungaji, basi na mambo ambayo yanaendelea kila mahali, basi utakapokomaa katika kiroho itakuwa ngumu kwako kudanganyika. Hata mambo ya online, mambo ya makanisa, it will be hard for you to be deceived kama utakuwa umekomaa katika mambo ya kiroho. So na nikasema hivi ya kwamba mambo haya ninayoyazungumza ni mambo ya muhimu, lakini hapana ukomavu wowote ule pasipo Roho Mtakatifu. Maanake Roho Mtakatifu ndiye hutuelekeza, ndiye hutufundisha. Maandiko nasema ni mwalimu, he is our teacher. Ndiye mwalimu ambayo hutukumbusha, he reminds us about Christ. Holy Spirit, how I love Holy Spirit, because you cannot grow. Unaweza fundishwa
unaweza kufundishwa katika na wale ambao wamesoma sana, but without Holy Spirit it will not be easy for you to be mature in spirit. Ninajaribu kumaanisha nini? That there is no growth without Holy Spirit. There is no growth without Holy Spirit. You need him. As much as you are born again, as much as you declare Christ is the Lord, as much as you go to church, you need this man, the Holy Spirit. You need him because he is the source of all growth. Yeye ndiye hutufundisha. Yeye ndiye hutugeuza. The Bible says the Spirit lives in us. Yeye hukaa, hudumu ndani yetu. Katika Ufunuo 3, Revelation chapter 3 verse 20, Bible says, behold, I am at the door knocking. Is there anyone that he can open for me? This is the Holy Spirit. Anauliza, yuko katika mlango, anabisha, ili kwamba utakapomfungulia, utakapofunguka. Now you know the Holy Spirit, he is so gentle that he cannot come to you. Hawezi kukaa ndani mwako kama wewe haujamruhusu. Kama haujamkubalisha, hawezi kaa ndani mwako. Basi anasema yuko katika mlango. And good thing Christ said that he is the helper. Ni msaidizi. Ni msaidizi. Ni msaidizi. He is the helper. He is the helper. Saa zingine tunazunguka sana. Saa zingine tuna tafuta mambo ya ulimwengu. Tunasahau ya kwamba there is one of the Trinity. This is Holy Spirit, that he dwells in us. One pastor, her name is Catherine Kuhlman, alisema ya kwamba that Roho Mtakatifu anaweza kutoa vitu vyote ambavyo amembariki navyo. Akasema hata anaweza kutolewa mpaka nguo, mavazi, atembee katika kijiji akiwa uchi. But akaomba, lakini naomba Mungu, just one prayer, that do not let the Holy Spirit come out of me. Na pia Daudi anaomba ombi hili katika Zaburi 51 mstari wa 11, ya kwamba Mungu, usiondoe roho wa Mungu ndani mwangu. Manake roho wa Mungu akiwa ndani mwako, huyu roho hawezi kuingia ndani mwako na akuache ukiwa vile ulivyo. Akiingia ndani mwako, niliwaambia kwamba he cleans, anatoa takataka zote ambazo zinaweza kuzuilia wewe kukomaa katika kiroho. Anafungua, he opens the windows, anafungua madirisha. Ile fumbi, ile dhambi ambazo zinaweza kuwa ziko ndani, anaondoa. Alafu kisha anapofungua madirisha, he invites, anaingia, anaanza kukujenga from one level of growth to another. Unaanza kuwa mtu ambao haukuweza kuomba, but because you have a helper in you, not with you, but in you, he can help you to intercede. Unapata mtu ambao alikuwa hangeomba kwa dakika, alikuwa hangeomba kwa masaa, lakini wakati roho ameingia, huyu roho anakusukuma, anakutia nguvu. You can now pray
unaanza kukomaa in terms of prayer, because the helper is helping you. He is the intercessor. He is interceding for you. He helps you. Unaanza kupenya, mtu ambayo hangefunga. So wengine wanapo complain, wengine wanaposema, unapata roho unapomruhusu, because it is until you allow him to live in you. It is until you surrender. Because one thing I know, Holy Spirit cannot come to anyone if you have not totally died in yourself. Kama haujakufa ndani, useme nimekufa kimwili, basi hiyo nafasi ndio unakubalisha roho to dwell in you. It is until you die in yourself, that is when the Spirit will have a chance to dwell in you. Otherwise, wakati kiburi kimepanda, roho hatapata nafasi. Otherwise, wakati unatembea katika mwili, roho hatapata nafasi. It is until you totally surrender. And how I pray, my dear viewers, how I pray that you may know the power to surrender, the power to let it go, the power to tell God, now take over in me. Wakati utakaosema now it is not me, like Paul said, it is no longer me live, it is the Spirit, it is God in me. Utakapofika katika hizo viwango, diposa roho ataweza kukomaa, kukuelekeza katika viwango vya ukomavu. Jambo la pili, the work of the Spirit, it is to sanctify us. Anapoingia ndani mwako, si kwamba haujaokoka, umeokoka. There is a difference between sanctification and justification. Unaweza kuwa umeokoka, but you need to be sanctified. Kuna mambo ndani mwako, tunasema kwamba hatujakamilika. In every day tunahitaji neema za Bwana. Hakuna atakayesema ya kwamba niko mtakatifu mbele za Bwana. We need the mercies of God. And that's why the Spirit of God is there, for him to sanctify us. Jesus saved us, but a Spirit of God sanctify us. Anatutakasa. Once the Spirit comes in you, he points out any kind of sins in you. Wakati roho anapoingia ndani mwako, yeye anainua kitu ambacho tunasema ni dhamiri yako. Ndiposa wanasema ya kwamba dhamiri yangu iko hai. Wakati roho anashuka, he point out zile dhambi ambazo you just take it for granted. Manake kuna wakati, kuna zile dhambi unaona kama ni kawaida. You take it for granted. In fact, inaweza kuwa even you are not aware that this is kind of sins. For instance, unaweza kuwa umezoea kudanganya, na wewe kwako kudanganya huonagi kama ni dhambi, na ni sawa, wewe hata unaonagi kama ni dhambi. But when the Spirit comes in you, he points out zile dhambi ambazo anakuondolea mambo kama yale. Anakuonyesha hicho ambacho umekifanya si vizuri. Basi anakutakasa, he sanctifies you. Unapotakasika, you move to the next level. Unaingia katika viwango vingine. Unakomaa katika zile viwango. Kuna zile dhambi ambazo sometimes unapookoka inakuwa ngumu kuziacha. Kuna mtu anasema kwamba nilikuwa kabla sijaokoka nilikuwa nafanya kitendo hiki, nilikuwa nafanya kile. Okay, well and good. Nilikuwa nafanya hii, nilikuwa nafanya ile. Lakini wakati roho anapokuja, anakuonyesha ya kwamba basi kile ambacho ulikuwa unafanya
na kinakuwa ni ngumu kuacha, Roho wa Mungu anakuwezesha. Somebody say love, I love Holy Spirit. Anakuwezesha to overcome that kind of addiction, to overcome that kind of sin. He helps you to overcome it, because there is some of the addiction that you cannot overcome them unless the Holy Spirit helps you. Praise the name of the living God. And when he helps you, anapokusaidia, anapokuonyesha kwamba now you have overcome. Mzapata kwamba mtu kabla hajaokoka alikuwa anafanya dhambi, alikuwa anatenda haya na yale, simhukumu, lakini anapookoka inakuwa saa zingine anasahau, inakuwa ngumu kuacha kile kitendo. Basi Roho anakusaidia kuovercome hiyo. Anapokusaidia kuovercome, unapokuwa umetakasika, you are cleansed before him. He replace mahali kile ambacho ulishindwa kuacha. Anapoondoa hizo dhambi, haachi nafasi. That's why I love Holy Spirit. Haachi nafasi, haachi pweke. He brings, he replaces with something else. Anakuletea kitu tunasema fruit. Alafu anakuletea kitu tunasema gift. Unapata mtu alikuwa labda anaongea, anasengenya akiwa hajaokoka. Anapookoka, Roho ana replace kile kipawa, anakufanya kuwa intercessor. He gives you the gifts. Ndipo tunasema gifts of the Holy Spirit. Once umepewa hizi gift haiwezi pewa mtoto. Unapewa kulingana na viwango. It's from one level to another. Remember, this is the levels of maturity. It is one level to another. And that's why utapata mtu ya kwamba alikuwa muibaji, and then later he become a pastor. It's because it's from one level. Ukikubalika, ukikomaa katika hii level, Holy Spirit anakupeleka to the next level. Alafu anapokuwa pastor, anapelekwa to the next level. Anapokubali the Spirit to have space in him. This is how he works in us. Hivi ndivyo anavyofanya kazi ndani mwetu. Hallelujah. Hivyo ndivyo anavyofanya kazi ndani mwetu, tunapomruhusu apate nafasi. Blessed be the name of the living God. He empowers. Anatutia nguvu. Oh, glory to Jesus.